Moja ya uwekezaji wa uhakika kuletea utajiri wa muda mrefu ni uwekezaji wa mali isiyohamishika. Yaani inamaanisha real estate. Huu ndio uwekezaji ambao kila siku unaendelea kukua kwa sababu watu wanahitaji makazi, watu wanahitaji sehemu za biashara, watu wanahitaji sehemu za viwanda. Hebu tuangalie kwa kina mambo ya msingi ambayo unapaswa kuelewa kuhusu uwekezaji huu. Kwanza, elewa aina ya uwekezaji. Kwenye aina ya uwekezaji kuna viwanda, makazi, nyumba za biashara. Vile vile elewa sababu za uwekezaji. Sababu ya kwanza ni kodi ambayo inaleta mapato kila mwezi. Sababu ya pili ni mali inaongezeka thamani baada ya kila muda. Sababu ya tatu, unaweza kutumia pesa za mkopo na ukamiliki mali kama ya kwako. Sababu ya nne, wakati gharama za maisha zinapoongezeka, ndivyo kodi na thamani ya nyumba inaongezeka. Na sababu ya tano, mara nyingi serikali inatoa punguzo ya kodi kwa watu ambao wanamiliki mali isiyohamishika. Hebu tuangalie jinsi ya kuingia katika uwekezaji huu. Moja ni elimu na utafiti. Jifunze kuhusu soko la eneo lako. Elewa gharama za kununua, matengenezo, kodi na ada zingine. Alafu usisahau kufanya uchambuzi wa return on investment. Mbili ni kuandaa fedha. Unaweza ukapata mtaji kwa pesa zako binafsi au ukapata mtaji kutoka benki. Kumbuka kwamba kuweka akiba kwa sababu matengenezo ya dharura. Tatu, chambua uwekezaji. Angalia eneo ambalo unataka kuwekeza kwa makini kwa sababu hiki ndio kipengele cha kwanza kwenye faida. Fanya ukaguzi wa mali kabla ya kununua. Linganisha mapato, gharama na matengenezo. Nne ni usimamizi. Unaweza kusimamia mwenyewe au ukaajiri mtu au ukapeleka kwenye kampuni ambazo zinahusika kusimamia mali. Kisha umeweka mfumo wa wapangaji kulipa kodi kwa wakati. Nakumbuka kufanya matengenezo mara kwa mara ili mali iendelee kuwa na thamani. Twende kwenye mikakati ya uwekezaji. Kwenye mikakati ya uwekezaji, hivi ndivyo unaweza ukafanya katika kuwekeza. Kununua mali alafu ukaipangisha kwa muda mrefu. Tena katika uwekezaji unaweza kununua mali iliyochakaa, ukairekebisha alafu ukaiuza kwa faida kubwa. Vile vile mali yako unaweza kuikodisha kwa muda mchache kwa siku kulingana na mahitaji yako. Vile vile unaweza kununua mali nyingi kwa bei nafuu alafu ukaiuza moja kwa bei ya juu. Nyingine unaweza ukachukua pesa zako ukawapa kampuni ambazo zimefanya uwekezaji huu, wewe ukawa unapata faida. Hebu tuangalie athari za uwekezaji huu. Uwekezaji huu kuna hatari ya kushuka kwa thamani ya soko, pangaji kutokulipa kodi, alafu kuna gharama za matengenezo na ukarabati. Mwisho kuna athari ya kisheria na mabadiliko ya kodi. Ngoja nikupe vidokezo muhimu vya kufanikiwa katika uwekezaji huu. Kidokezo cha kwanza, usinunue mali bila kufanya uchunguzi. Kumbuka kwamba eneo nzuri ina thamani kubwa kuliko nyumba ambayo iko sehemu mbaya. Wekeza sehemu tofauti, usiwekeze sehemu moja. Shirikiana na wakili, wakandarasi na watu wa fedha kukupa ushauri.